How can it be that in many African countries the unemployment rate is anything between 35 and 80%? Huyu mwamba anaitwa Patrick Lumumba. Hebu tuachane na Patrick Lumumba yule raia wa Kongo. Huyu sasa ni raia wa Kenya, au wa Kenya wenyewe wanapenda kumuita PLO Lumumba, yani Patrick Lochi Otieno Lumumba. Hii ni sauti ya Afrika, ni sauti inayopigania Afrika. Hebu tunatakiwa tuendelee kuwasapoti. Amezaliwa tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 1962, yani mwaka mmoja baada ya Tanzania kupata uhuru. Patrick Otieno Lumumba amewahi kuhudumu katika Jamhuri ya Kenya kwa kipindi cha mwaka 2010 mpaka 2011 akiwa kama mkurugenzi mkuu wa kupambana na rushwa. Yani mfano ingekuwa Tanzania tungeita TAKUKURU. Yani huyu alikuwa anapambana na rushwa. Lakini baadaye 2014 mpaka sasa hivi huyu ni mwanasheria au ni mkurugenzi wa sheria katika vyuo vikuu vya Kenya. Maana yake yeye ndio mkurugenzi mkuu wa kuratibu hayo mambo. Sasa ni kwa sababu gani anaendelea kuipigania Afrika na ili hali tayari yeye ni anaonekana ana uwezo wa kula vizuri na kulala vizuri, sehemu nzuri na familia yake? Ni kwa sababu ya ule uzalendo wa Afrika. Anajua nini kilichofanyika katika miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo anaelewa ni nini watu tunatakiwa kukifanya kwa sasa. Kwa mfano hapa anasema pindi tutakapokuwa tunahitaji hadi Chinese, eti tunahitaji tupate mbegu kutoka China. Tunapotaka kalamu tunahitaji tupate eti kalamu inayotoka China. Tunapotaka penseli tunatakiwa eti tupate penseli inayotoka China. Tunapotaka viatu tupate viatu vinavyozalishwa Italy. Tunapotaka nguo tupate nguo eti zinazozalishwa Belgium. Tunapotaka saa tupate saa ambazo zinazalishwa wapi? Zinazozalishwa Uswizi. Tunapotaka maji eti tupate maji ya dasani kutoka Marekani. Tunapotaka soda eti Marekani wao ndio watuzalishie soda. Yani sisi kana kwamba hakuna ambacho tunaweza tukakifanya katika mindset zetu. Yani ni kama nchi yetu hii tumegubikana ujinga na upuuzi. Unamwona huyu mwamba anaye katika viuno Huyu mwamba anaye katika viuno, inawezekana tukamlaumu kwa sababu ya kiuno anachoendelea kukikatika mbele ya watu, lakini yeye mwenyewe anaona kama ndo ajira. Ajira gani ya namna hiyo? Yani hao wanaomwajiri au wanaompa hizo 200 au wao wenyewe inawezekana wakitoka hapo wakifika nyumbani kwao hawajui watakidhi vipi mahitaji ya familia zao. Kuna school fees, kuna basic shelters na vitu kama hivyo. Watoto wanaumwa na vitu kama hivyo. Sasa hawawezi kukidhi. Huyu yeye anaona amejiajiri na yawezekana hapo alipo amesoma vizuri tu. Labda anaweza akawa hata na degree kabisa ambayo inaweza ikamfanya yeye aweze kuqualify kwenye maisha yake. Lakini kwa sababu ya misingi mibovu na utaratibu mbovu na namna mbovu ambayo imetuweka sisi Afrika mpaka sasa hivi, basi hawezi kufanya chochote, ataishia kukatika viuno hapo. Lakini hebu angalia Patrick Lumumba anavyoendelea kuhamasisha pamoja na wahanga wengine wa Afrika. Hebu tujaribu kunyenyuka, tutoke usingizini, tuinuke. Afrika tupambane wenyewe, tuinuke na tunaweza tu. Haina haja kila kitu tuwategemee watu kutoka nchi za nje eti wao ndio waje watufanyie. Tufanye wenyewe, tutaweza tu. I want paper, the Chinese give it to me. When I want a pen, the Chinese give it to me. When I want a pencil, the Chinese give it to me. And when I want shoes, the Italians give it to me. When I want shirts, the Belgians give it to me. When I want watches, the Swiss give it to me. When I want water, the Americans give me Dasani. When I want a cold drink, the Americans give me Coca-Cola. What has happened to us? These are issues that we must wrap our minds around, because history has demonstrated times without number that she is only capable of aiding those who are willing to work.